Sasa katika program ambayo kama serikali tumekuja nao, moja wapo ni kuhakikisha sasa kwamba pamoja na kwamba tutapata haya madini chuma kupitia kwenye vyakula ambavyo tunavila, lakini sasa aidha kwa sababu moja ama nyingine ambazo zinazitatiza familia nyingi na nini, tukasema ngoja sasa tuwe na program ambayo itawezesha kwa namna moja ama nyingine hizi changamoto za madini na vitamini familia ama mtu awe anavipata kila siku kwenye milo yake, kwenye mlo wake. Kwa sababu hali ya kawaida unatakiwa kwenye ile milo 6 upate yale makundi yote yanayotakiwa kwenye mlo. Sasa kwa vile nyingine kwa sababu ya kiuchumi na kwa sababu mbalimbali ambazo aidha mtu hawezi kupata hivyo vitu kwenye milo, tukasema tuwe na program ambayo itamwezesha hivi vitamini na madini ambazo ni za muhimu sana mwilini. Mtu awe na uwezo wa kuzipata walau kila siku kwenye mlo wake. Sasa hii program moja wapo ya kwamba tukaongeze vyakula fulani hivi vitamini na madini. Na kama nchi tumekubaliana kwamba vyakula vya 4 ambayo ni kwenye unga wa ngano, unga mahindi, chumvi pamoja na mafuta ya kula. Kama nchi hivi vyakula 4 tumekubaliana. Nchi nyingine zinazunguka kwenye kanda yetu zinaongeza baadhi na zaidi ya hivyo vyakula 4. Wengine wanaongeza mpaka kwenye sukari, kwenye mchele. Lakini sasa sisi kama nchi kwanza tumekubaliana hivi vyakula 4 kwamba ni lazima kama mzalishaji yoyote anazalisha kwa ajili ya kulisha jamii, lazima hivi vyakula viwe vimeongezwa virutubishi, viwe vimeboreshwa kwa kuongezwa hizi vitamini na madini, ambao kwenye unga wa mahindi kwa mfano tunakwenda kuongeza aina 2 za vitamini, ambayo ni vitamini ya folic acid na vitamini ya B12, na madini aina 2 ya madini chuma, ambao kwa ajili ya changamoto ile sasa tunaongelea ya upungufu wa damu, pamoja na zinki. Kwa hiyo kwenye unga wa mahindi na unga wa ngano hivi vyote vinaongezwa. Na hivi kama sera ya wizara ni kwa muda mrefu vilikuwa vikiongezwa, kwa mfano kwenye unga wa ngano wenyewe ni lazima. Tangu miaka tulipoanza kukubaliana kama nchi kwamba tuanze kuongeza vyakula hivi vyote. Kwa hiyo kinachoongezwa kwenye unga wa ngano ndio hicho kilichopo kuongezwa kwenye unga wa mahindi. Lakini tulipata changamoto hapo mwanzo sasa wakati tunaanza hizi program kwamba kwenye unga wa mahindi tulipata changamoto ya teknolojia. Kwamba ni teknolojia gani ambayo itakwenda kufaa kuisaidia hao wasindikaji waweze kuongeza virutubishi. Ndio changamoto iliyotokea. Kwa sababu kwenye unga wa ngano ni viwanda vikubwa, hata unga wa mahindi by then tunakumbuka Baresa ndiye alikuwa msindikaji wa kwanza kabisa alianza kusindika unga wa mahindi wa kufungasha, kwa maana kufungasha. Na ili uweze kuongeza vile vitu bana tuanze na wale wanaofungasha kwanza. Sasa alikuwa mtu wa kwanza kuanza ile program, lakini kaonekana huu mnyororo wa wasindikaji ni mkubwa sana, umeajiri kundi kubwa la Tanzania. Kwa maana kwamba unga ambao utazalishwa na viwanda vikubwa utasababisha hawa wazalishaji wetu wadogo watoka kwenye soko. Na sisi sasa tunasema tu promote viwanda. Sasa katika hilo mtadha kaonekana tutafute jinsi sasa ya kuwasaidia hawa wasindikaji wetu wadogo ambao kila siku tunasema kwamba tuna promote ujasiriamali. Na wao ujasiriamali wamekuja ni wengi, wapo kwenye mnyororo kuwa na mashine ndogo ndogo hizi. Kwa hiyo serikali tukatoa maelekezo kwa sekta binafsi pamoja na wadau kwamba kwa kushirikiana na sisi tunaomba sasa tutafute teknolojia ambazo zitakwenda kuafiti hawa wasindikaji wetu wadogo wa kawaida kabisa waweze kufanya urutubishaji. Kwa hiyo kwa muda mrefu zaidi ya miaka kama 10-20 hivi tulikuwa tunasitabu kwa ajili ya teknolojia za kuwasaidia hawa wasindikaji wadogo. Lakini tuna uhakika na Mungu kweli aliweza kutubariki mpaka kufikia mwaka 2022. Nakumbuka wakati wa mkutano wa Mheshimiwa Rais anasaini mikataba na wakuu wa mikoa, aliweza kutoa maelekezo sasa basi kwa Wizara ya Afya kwamba tunaomba sasa mkafanye mapitio ya ile sheria ambayo mwanzo ilikuwa na uhitaji wasindikaji wakubwa tu ndio waweze kufanya urutubishaji. Sasa ikawaguse na wasindikaji wa kati na wale wadogo, ili ikisiwepo na kisingizio kwamba sasa watu wanashindwa kufanya urutubishaji wa hivi vyakula kwa sababu kama hamna teknolojia. Teknolojia sasa zipo. Na ndio maana tangu pale tulifanya ile mapitio na tayari imeshasainiwa ile sheria kuanzia tarehe 15 mwezi wa 11 mwaka jana, kwamba sasa hivi kwa mzalishaji yoyote sasa nchini ambaye anazalisha hivi vyakula vya aina 4, unga wa mahindi wa kufungasha, unga wa ngano wa kufungasha, mafuta ya kula
pamoja na chumvi, ni lazima uwe umeongeza hivi vitu ambavyo tumesema kwa ajili kuviboresha. Kwa maana kwenye chumvi tunaongeza madini joto, kwa ajili ya kupambana zile changamoto za goita pamoja na changamoto za kina mama kuharibika mimba. Kwenye mafuta tunaongeza vitamini A. Kwa mafuta yote ya nchini sasa ambayo yanaliwa lazima yameongezwa vitamini A. Ndio maana ukiangalia kwa mafuta yalikuwa yanatoka kwa wasindikaji wakubwa yote yameongezwa vitamini A. Zetu ilikuwa ni lazima kwa sababu kwa viwanda vikubwa. Sasa ni eneo ambalo sisi kama serikali sasa tunasema tunatakiwa sasa kusimamia ili wananchi waanze kula chakula ambacho sio kula tu kwamba unakula kwa ajili ni kitu gani unataka kukipata kutoka kwenye ile chakula. Ni lengo moja hapo kwenye hii wiki na siku ya wanawake wenzetu duniani, tumeona tuje tuwape kwamba hii ni message kutoka Wizara ya Afya ambayo kwamba tunalo lao kwa ajili ya kupambana na changamoto za kilishe zinazowafesi mama zetu na vijana wetu pale.